Kulikuwa na kijana anayeitwa Ugonna Obuzor. Alikuwa na ndoto kubwa, si za kawaida, ndoto za kutoka mitaani na kuja kuwa mtu mkubwa, mtu wa kusaidia watu, mtu wa kuleta mabadiliko. Alikuwa anasoma chuo kikuu cha Port Harcourt kule Nigeria. Si yeye peke yake, alikuwa na washikaji wake wa karibu, damu, Lloyd Toku, Chiadika Biringa na Tekena Elkana. Walikuwa kama ndugu. Wote walikuwa vijana wa mtaa, lakini waliamua kupigania elimu. Walikuwa wanakaa chuo, hostel moja, chumba kimoja na ndoto moja, kutoka kwenye giza kufika kwenye nuru. Wale jamaa walikuwa wanashare kila kitu, chakula, pesa na hata maumivu ya maisha. Maisha chuoni hayakuwa rahisi. Kitu kidogo kama 5,000 ilikuwa kama bahati. Mlo mmoja kwa siku ulikuwa kawaida. Na bado waliendelea kusoma, kucheka na kusapotiana. Ugonna alikuwa anasema, tunaweza kuwa maskini leo, lakini akili zetu ni utajiri wa kesho. Kila mtu alimpenda. Siku moja, Ugonna akamkopesha jamaa wa mtaa simu yake. Jamaa akamwahidi atarudisha ndani ya wiki moja. Wiki ikapita, hakuna simu wala taarifa yoyote. Jamaa akawa anamzungusha. Ugonna akamwambia Tekena, tunaenda kwa huyu jamaa, si kwa fujo, lakini lazima turudishiwe simu yetu. Basi wakaenda wote wanne saa 2 asubuhi. Walifika mtaa wa Alu, si mbali na chuoni. Huko hawakujazoea sana, lakini waliamini watamaliza shida yao na kurudi chuoni. Hawakujua kuwa hiyo ndiyo ingekuwa safari yao ya mwisho. Walipofika wakagonga mlango. Jamaa akatoka akiwa na sura ya mshangao. Walianza kuongea naye kwa sauti ya kawaida, wakimuomba awarudishie simu au aeleze kinachoendelea. Jamaa akakosa cha kusema. Ghafla akaanza kupiga kelele, wizi, wizi, wamenivamia! Dakika 2 tu, watu wakaanza kutoka kila upande kama mchwa waliomwagiwa maji. Wanawake, vijana, wazee, kila mtu akimiminika. Wale vijana 4 wakabaki wamesimama, wakiwa hawajui kinachoendelea. Kelele zilipoongezeka, mmoja akapiga teke mguu wa Lloyd, wengine wakaingilia. Mapigo yakaanza kushuka, mikanda, thimbo, mawe, hata beseni. Ugonna akajaribu kueleza, tafadhali, sisi si wezi, tumesoma Uniport, tuna ID zetu, tunaomba msikie kwanza. Lakini nani asikie? Umati uliwaka kama moto wa petroli. Hakuna aliyetaka kujua ukweli. Watu walikuwa na hasira ambazo hazikuwa zao, hasira zilizotafuta pa kushushwa. Na leo hawa vijana